Asante sana. Majina yangu naitwa Pastor Kanyale ama Prophet Kanyale. Singetaka sana kuongelea mambo ya Betty Bayo ama mama wa watoto wangu. Sikuwa nataka kuongea hiyo maneno. Na ndio maana ninajua mambo mengi lakini nimenyamaza kwa sababu nilikuwa nataka tukunyamaza. Lakini baada ya mama kuongea, mama ya Betty Bayo, nikatamani kuongea. Huyo mama umeona ndio mama ambaye amekufiwa na mtoto wake. So wananchi wajue hiyo kitu ya kwamba huyo mama ambaye ako Amerika ako na uchungu sana, maana huyo mama amekufiwa na mtoto wake. Amekufiwa na mtoto wake. Mimi nimekufiwa na mama wa watoto. Tash amekufiwa na aliyekuwa mke wake, maana walikuwa wameachana miezi 3 za mwisho. Lakini huyo mama huyo ndio mtoto wake. Na mimi ningeomba kama Pastor Kanyale, the reason why sikimbii sana juu ya watoto, ninanyamaza tunajiangalilia. Na niko na huzuni sana juu ya huyo mama, nimemhurumia. Na ningeomba Tash usikiza tu mawaidha ya huyo mama ili Tash usipate laana ya aliyekufa ama upate laana ya huyo mama akiwa hai. So sikiza tu mawaidha ya huyo mama. Watu wanaweza dharau huyo mama, lakini mimi siwezi mdharau. Huyo mama amekufiwa na mtoto wake. Huyo tu ndio mtoto ambaye alikuwa anamsaidia. Ndio mtoto ambaye amempeleka mpaka ng'ambo. Ni mtoto ambaye amejengea mpaka mama yake mzazi. So hata mimi Pastor Kanyale nitasikiza huyo mama chenye atasema. Ni sawa watoto ni wangu, lakini nitasikiza huyo mama. So ningependa kupatia advice Tash, tuheshimu tu huyo shosho. Ako na miaka 70 something, ili yakule chakula ingie kwa tumbo. Ni vizuri tusikize wishes zake ama mapenzi yake. Sina kingine cha kusema. Mungu awabariki na Mungu awaonekanie na awatendee. Mimi sina haja na mali ya Betty Bayo. Mimi Mungu amenibariki. Chenye niko na haja nacho ni saa hii tuponye mioyo ya wale wamegonjeka. Hata huyo Tash, hata nani, tuponye mioyo ya watu. Tuponye mioyo ya watu. Mungu awabariki na muwe na Jumapili njema.